niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, Niseme nini Baba bali ninakushukuru? Niseme nini zaidi ya kukushukuru Bwana? Naona kama maneno hayatoshi Baba, lakini acha niseme asante Bwana kwa baraka zako. Asante kwa baraka zako za mwaka 2025. Hakika Bwana ulinisaidia, Bwana ulinihurumia, Bwana ulinitegemeza, Bwana ulinitegemeza, ulinitosheleza 2025. Mwaka 25 ulikuja kama ambavyo mwaka huu 2026 ulivyokuja tena. Nilipokea ile miezi yote 12. Niliamini kwamba mwaka unapokuja na miezi yake 12 inakuja kama empty paper, plain paper, karatasi nyeupe ambayo haijaandikwa kitu chochote. Ndio mfano wa mwaka, ndio mfano wa miezi 12 ya mwaka. Kwa hiyo ni jukumu langu au ni jukumu lako kuhakikisha kwamba tunaandika kile ambacho tunataka kukifanya katika hiyo miezi. Ni sisi wenyewe ndio ambao tutadesign namna ya kuishi Januari, namna ya kuishi mwezi wa pili, mwezi wa tatu, namna ya kuishi mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 na mwezi wa 11 na mwezi wa 12. Ni jukumu letu kuandika. Na pia ni miezi ambayo inataka sio kuandika tu, pia kuitamkia, kutamka maneno ya kinabii, kutamka maneno ya mamlaka, kuamrisha Januari yako. Unataka Januari ufanye nini? Januari ikufanyie nini? Unataka kufanya nini miezi yote ya mwaka 2026? Ni jukumu lako kuandika. Neno la Mungu linasema tuandike njozi, tuandike ndoto, tuandike njozi ambayo itasomwa. Andika njozi zako za mwaka 2026. Soma, command, tamka maneno ya kinabii, amuru mambo yakatokee mwezi wa Januari. Mambo yale ambayo unataka yatokee yakatokee sawa sawa na jinsi ambavyo una neno lako la kutembelea mwaka 2026. Mwaka unapoanza, tafuta uso wa Mungu ili Mungu akupe uongozi, akupe neno la kukuongoza. Tunajua tuna matamko mengi katika maeneo mbalimbali ya ibada. Tuna matamko ambayo yanatamkwa na mahali ambapo tunaabudu, lakini pia kuna matamko binafsi. Kuna matamko ya pamoja, lakini pia kuna matamko binafsi. Kwa sababu hata tunapomtafuta Mungu, tunamtafuta Mungu kwa pamoja, lakini pia tunamtafuta Mungu binafsi. Mungu anahudumia kama congregation, lakini pia Mungu anahudumia individual. Yaani Mungu anahudumia kusanyiko, lakini pia Mungu ana uwezo wa kuhudumia mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ninaamini unapokabidhiwa miezi 12, hii miezi ni ya kwako. Ikamate, itamkie. Unataka nini kitokee Januari? Unataka milango yako ipi ifunguke Januari? Neno la Mungu katika kitabu cha Isaya 60:11 nasema malango yako yatakuwa wazi daima. Hayo malango ambayo ni wazi daima katika miezi 12, malango yako ni wazi. Unataka malango hayo yafanye nini? Malango yapi yawe wazi? Malango yapi yasiwe wazi katika miezi yote hii 12? Januari unataka malango gani yafunguke? Unataka malango ya ndoa yafunguke? Unataka malango ya afya yafunguke? Hospital will not be your concern this year. Lazima useme hospital will not be my concern. Kwenye mwezi wa Januari sintaenda hospitali. Mwezi wa Januari sintaugua. Kama nitaenda kwa ajili ya kuatia moyo na kuombea wengine ili wapate uponyaji, waishi katika afya ya kiungu, afya kamilifu. Mwezi huu wa Januari malango yangu ya biashara yafunguke, malango yangu ya fedha yafunguke.
yafunguke, malango ya furaha, malango ya amani, malango ya utulivu, malango ya utoshelevu wa mahitaji yangu. Mwezi wa Januari utafanya nini? Tamka kwa mamlaka. Usikae kinyonge, usipokee miezi hii 12 kinyonge, usipokee mwaka kinyonge. Pokea mwaka kwa ushindi, pokea mwaka kwa matamko, pokea mwaka kwa matamko ya kinabii. Kuwa nabii wa miezi yako 12, kuwa nabii wa mwaka wako. Tamka, nenea mema, nuiza katika hii miezi. Unataka Mungu akufanyie nini? Usikae kimya mpendwa. Miezi inapokuja iko kimya, na wewe usijibu kimya. Inapokuja kimya, wewe isemeshe, izungumzie. Ninaamini kabisa kwa kupitia neno hili nimekukumbusha jambo la msingi sana unapoanza mwezi huu. Leo ndo kwanza ni tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026. Kwa hiyo katika tarehe hii ya kwanza, anza kutamka, anza kunuiza. Jipe nafasi mwezi huu, jipe nafasi. Hata kama hutaweza mwezi mzima kukaa ndani kuomba, basi angalia, tenga hata siku 12 kama ufunuo, kwamba ninatenga siku zangu 12, kila siku itawakilisha mwezi. Siku ya kwanza Januari 1 itawakilisha mwezi wa kwanza, Januari 2 itawakilisha mwezi wa pili, Januari 3 itawakilisha mwezi wa tatu. Kwa maana ya kwamba hii Januari 1 unaombea mwezi wa Januari, unautamkia matamko ya kinabii mwezi wa Januari. Usiku ya pili unapoamua kufunga na kuomba, unajifungia, unatamkia mwezi wa pili. Unaamua siku 12 unajifungia, unatamka. Sikufundishi namna bora ya kutamka au ya kuombea miezi yako. Mimi nimechukua mfano wangu mimi, kwamba mimi ninachokifanya sio lazima nao kifanye. Ni mfano tu nimetoa kwamba unaweza ukaamua. Mwingine anaweza kaamua katika mwezi wa 10 na mwezi wa kwanza akachukua siku moja akatakasa mwezi wake wote, akakaa tena mwezi wa pili akaamua akaubariki, akaukumbuka mwezi wake wote wa pili akauombea. Mwezi wa tatu akakamata ile tarehe ya kwanza akaiombea. Kila moja na namna yake ya kuweka miezi yake mbele za Mungu. Angalia namna yako nzuri ambayo itakufanya uweze kukamata hii miezi na tarehe zake zote na siku zake zote na wiki zake zote na dakika zake na sekunde zake, ukaziweka wafu, ukazi control. Hii miezi kutumikie, hii miezi kuinamie, hii miezi kuchangamshe, hii miezi kubariki, hii miezi kufanyia ishara na miujiza. Katika hii miezi ukauone wema wa Bwana, huku ukikumbuka ya kwamba unalo jukumu la kujua kwamba Mungu amekupa neema ya kuishi, kwa maana kwamba lipo kusudi la wewe kuwa hai, lipo kusudi la wewe kuwa hai. Unapokuwa unatamka matamko hayo, usisahau kumwambia Bwana, ninaomba kusudi lako katika mwezi huu wa Januari. Unataka nifanye nini mwezi huu wa Januari? Nikutumikie kwa njia gani? Unataka nimtie nani moyo? Unataka nimsaidie nani? Unataka nimlete nani kwako? Mungu, nipe divine direction, nipe ule uongozi wa kiungu katika kulitimiza kusudi lako. Katika kulitimiza kusudi la Mungu lazima uombe uongozi wa kiungu. Mungu akusaidie, Mungu akuelekeze kiungu, Mungu akuelekeze divine direction. Namna gani utafanya mapenzi ya Mungu, makusudi ya Mungu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili mpaka mwezi Disemba? Ni namna gani utafanya mambo yako ya familia yako, ya watoto wako, yako binafsi, mambo yako ya biashara, ya kazi? Namna gani utajijenga kiroho katika mwezi huu wa Januari na miezi yote ya mwezi huu wa 2026? Lazima uweke mipango mapema. Andika kile ambacho nataka Mungu akufanyie, kile ambacho utakifanya, kile ambacho ni wajibu wako. Ukipangie ratiba mapema, andika. Ujue kama mwaka huu kuanzia mwezi wa kwanza hadi wa 12, ni mwezi tarehe hizi au miezi hii, wiki hii nitakuwa nina maombi ya kufunga, nitakuwa nina maombi binafsi, nitasoma neno, labda nataka kusoma Biblia nzima kwa mwaka, ratiba za kusoma ile Biblia, ratiba za kutafakari. Yaani uwe na ratiba. Katika ratiba zako usiache kuingiza ratiba za kimungu, kwa ajili kwamba unahitaji kujenga roho yako ili uweze kuishi maisha ya ufunuo katika miezi yote 12 ya 2026. Lazima kiroho chako kiwe active. Activate yours. Yani hakikisha unahuisha maisha yako ya kiroho kila siku. Kila siku uwe na ratiba ya kuhuisha maisha yako ya kiroho kwa kupitia kusoma neno la Mungu, kutafakari neno la Mungu, kwa sababu tunaishi ili kuyasimulia matendo makuu ya Kristo. Hayo matendo makuu ya Kristo utayasimuliaje kama maisha yako ya kiroho hayaakisi matendo makuu ya Mungu? Hakikisha kwamba unajiwekeza kiroho. Unapojiwekeza kimwili, usisahau kujiwekeza kiroho. Jiwekeze, kwa sababu tunajiwekeza katika maeneo yote. Tunajiwekeza kihisia, tunajiwekeza kimwili, tunajiwekeza kiroho, tunajiwekeza emotionally. Kila mtu ana namna ambayo anawekeza maisha yake. Hakikisha kwamba miezi 12 ya mwaka 2026
isiishe kizembe, isiishe kizembe. Hakikisha imeisha ukiwa umefanya vitu vya kushikika katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho. Uwe faida katika ufalme wa Mungu, ili Mungu aone sababu ya wewe kuendelea kuwepo mwaka 2027. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki. Tuweze kufanya kazi ya Mungu, tumtumikie Mungu, kwa maana Mungu bado ana kazi na sisi. Tunapojitambua na kuweka miezi mbele za Mungu, Mungu anajua kwamba watoto wangu wanahitajika katika miaka mingine inayokuja. Tumie 2026 vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na Mungu akubariki tunapokwenda kuingia kwenye maombi ya kuweka miezi yetu hii wakfu, miezi yote 12 ya 2026. God bless you. Tunapoendelea na maombi ya Januari, maombi ya mfungo wa Januari, hakikisha kwamba unakuwa na nafasi binafsi na Mungu kwa ajili ya kuweka sawa kuhusiana na miezi ya zawadi aliyokupa, miezi 12 ya mwaka 2026. Barikiwa mtumishi wa Mungu Ron Sarwat.